Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yetu yoyote kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu tunaposti video mpya mara 2 mpaka 3 kwa wiki. Kwa hiyo kubonyeza kikengele ni sehemu muhimu sana ili uweze kuwa notified. Na leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika chapati laini sana zilizochambuka vizuri kwa njia rahisi kabisa, chapati zenye mahitaji rahisi katika kila familia. Tutahitaji unga wa ngano, tumetumia unga wa ngano kilo 1, lakini tutaongeza chumvi vijiko 2 vya chai. Kisha utavichanganya vizuri katika unga wako, na kisha baada ya hapo tutaenda kuongeza mafuta ya kupikia vijiko 5 vya chakula. Unaweza kuweka 4 mpaka 5 vya chakula, na kisha tutavichanganya vizuri kuhakikisha kila kitu kimechanganyikana vizuri. Unga tafadhali usisahau kuchekecha, ni muhimu sana, inasaidia kuingiza hewa, lakini vile vile inasaidia kuondoa uchafu. Chapati zako zikiingia hewa vizuri katika unga wako zitasaidia kuchambuka vizuri zaidi. Nikukumbushe tu, kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele, ni sehemu muhimu sana ili uweze kuwa notified. Na kisha tunaenda kuongeza maji ya vuguvugu. Hapa nimetumia ml 700, ila unaweza kutumia pungufu kwa sababu unga unatofautiana katika kupokea maji. Tofauti ya unga wa ngano, kila aina ya unga wa ngano inapokea maji tofauti. Kuna wengine wanaweza kutumia mpaka nusu lita, na kuna wengine wanaweza kutumia ml 600, 700, na wengine wanaweza kutumia zaidi. Kwa hiyo angalizo, ongeza maji kidogo kidogo huku ukiendelea kukanda mpaka kiasi ambacho utaona unga wako umekaa sawa. Unaweza kutumia mashine katika kukanda, lakini vile vile unaweza kutumia mkono kama nilivyofanya. Na katika ukandaji usitumie muda mwingi sana, mpaka ndani ya dakika 7 mpaka 10 unga wako utakuwa umekandika vizuri kabisa. Na utakanda mpaka unga wako uwe mlaini. Usiwe mkavu, uwe mlaini, lakini sio ule laini sana wa kunata, ila uwe laini kiasi kama hichi ambacho unakiona hapo. Nadhani unaweza kaona size ya unga wako, ulaini wake inatakiwa uwe kwa design hiyo, kwa size hiyo. Inasaidia sana kwa chapati yako kuwa nzuri na laini na ya kuweza kuchambuka vizuri. Kisha baada ya hapo tutaenda kukata madonge yetu. Tutapata madonge 12. Mimi nimependa kukata katika size 12, ila unaweza kupata madonge 10 mpaka 12, ni standard nzuri kwa unga kilo 1. Utakata kwa design hiyo, na kisha utayasokota kutengeneza viduara au vipira vidogo vidogo kama unavyoona. Kwa hiyo utafanya kwa madonge yako yote. Nikukumbusha tu, unaweza kusaidia kukuza channel yetu kwa kusubscribe, ni support yenu kubwa sana. Lakini kwa kulike video hii na video zetu nyingine, vile vile kwa kushare na ndugu, jamaa na marafiki, ni support kubwa sana na inasaidia sana kwa channel yetu kukua. Kisha baada ya hapo tutaenda kunyunyiza unga kiasi katika kibao chetu, na kisha tutaanza kuchukua donge moja baada ya lingine. Tutalisukuma kama unavyoona, na kisha tutaenda kupaka mafuta juu yake. Hapo nasukuma tu kwa haraka. Unaweza, sio lazima sana kupata shape ya duara katika wakati huu. Kwa hiyo hapo nimesukuma kwa design yote, kwa shape yote vile ambayo utakayopenda wewe. Na kisha baada ya hapo tutapaka mafuta kiasi nilichotumia ni nusu kijiko cha chakula. Ila kama chapati yako inaweza kawa ni kubwa sana, unaweza kutumia mpaka kijiko kimoja cha chakula. Utapaka na kisha utasokota kama jinsi ulivyoona, na kisha stretch ili kuwa ndefu kiasi na kuweza kusokota katika design ambayo umeona. Utafanya hivyo kwa madonge yote yaliyobakia. Utanyunyiza unga kiasi, utachukua donge lako, utasukuma kwa design ambayo unaona. Unaweza kusukuma kwa shape yote ile ambayo unapendelea wewe. Na kisha baada ya hapo utapaka mafuta kama unavyoona. Umepaka mafuta nusu kijiko, ila unaweza kutumia mpaka kijiko kimoja, inategemeana na ukubwa. Utasokota kama design unavyoona, na kisha utavuta kunyoosha kama unavyoona hapo, na stretch iwe ndefu kupata kamba ndefu zaidi, ili kuweza wakati na sokota niweze kupata misokoto mingi zaidi. Hiyo itasaidia kwa chapati yako kuja kukaa vizuri, kuchambuka vizuri, na kusaidia katika zile kurasa kuonekana vizuri. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa madonge yako yote kama unavyoona. Tumepata madonge 12. Nitaweka pan katika jiko langu kuhakikisha napata moto kiasi, na utatumia moto wa size ya kati. Chapati hazihitaji moto mkubwa sana, lakini vile vile hazihitaji moto mdogo sana.
Utachukua donge lako, utanyunyiza unga kiasi katika kibao na kisha utasukuma, na katika kusukuma usishindilie sana, sukuma tu kwa juu juu ili kusaidia ile misokoto yako iweze kutoka vizuri, kwa sababu ile misokoto ikikaa vizuri itasaidia chapati yako wakati wa kupika iachame vizuri kwa ndani, kuchambuka vizuri. Na katika pani yetu utakuta imeshapata moto kiasi, kisha utaweka chapati yako, utaiacha ipikike kwa upande wa chini kwa angalau ndani ya dakika 2 mpaka 3. Na nasisitiza tumia moto wa saizi ya kati. Chapati inahitaji moto mkubwa sana, itasababisha iungue na isiive, lakini kwa moto wa chini itasababisha isiive vizuri na ikawe ngumu. Kwa hiyo hakikisha moto wako unakuwa saizi ya kati. Utaweka katika pani yako, ukishaona upande wa juu umebadilika ile rangi nyeupe ya chapati imeanza kuwa kama cream hivi, utatia mafuta nusu kijiko au kijiko kimoja, na kisha utaisokota, utaigeuza geuza kama nilivyofanya, na kisha utageuza kwa upande wa pili. Kwa hiyo kwa takriban inaweza kutumia mpaka dakika 3 na chapati yako ikawa imeiva vizuri. Utaweka tena chapati yako nyingine, utaiacha mpaka iive vizuri upande wa chini, na kisha utaongeza mafuta nusu kijiko mpaka kijiko kimoja cha mafuta, na ukiweka utaona kabisa upande wa juu umeanza kuvimba kama inatengeneza hewa kwa ndani, kwamba moto umepenya vizuri. Unaweza kuchukua chapati zako nyingine ambazo umekisha kuziweka, ukaziweka kwa juu na kuendelea kuzisokota, kugeuza geuza ili chapati yako isiungue. Na kadri unavyozidi kuweka zile chapati zako nyingine kwa upande wa juu, hizi ambazo zimekwisha kuiva zinasaidia na zenyewe zinaendelea kulainika, zinaendelea kuwa katika hali ya joto na zinaendelea kuiva vizuri zaidi. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa chapati zako zote zilizobakia. Njia hii ni nyepesi sana, nadhani unaweza kaona chapati zetu zinatoka vizuri sana 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 sana. Na kwa takriban kila chapati unaweza kutumia dakika 3 kuipika ikaiva vizuri. Nasisitiza hakikisha moto ni wa saizi ya kati. Moto usiwe mkubwa sana. Unaweza kaangalia chapati yetu imeiva vizuri, imelainika vizuri, imechambuka, ni chapati tamu sana 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 sana. Kwa mapishi mengine mbalimbali ya chapati, usisite kubonyeza video unazoendelea kuziona katika skrini yako kwa mapishi zaidi.